Kwa nini tunamzungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye kipindi hiki? Wanatuambia ulama wetu, fi mithli hadha ash-shahr, shahru Rabi'in al-awwal, katika mfano wa mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Rabi'i ya kwanza, mwezi wa mfungo sita, wujidat shakhsiyatun adhima, shakhsiyatun sharifa. Katika mfano wa mwezi huu ilipatikana thamani ya kibinadamu, thamani iliyokuwa kubwa. Katika mwezi kama huu tuliokuwa nao, mwezi wa Rabi'i ya kwanza, ulipatikana utu wa mtu aliyemtukufu sana, wa huwa Muhammadun ibn Abdillah, si mwingine. Mtu huyu aliyekuwa mtukufu, mtu huyu ambaye ni thamani ya kibinadamu, ni mtume wetu Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na huyu Muhammad ibn Abdillah ni Rasulullah ila nnasi kafa. Mtume huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuja kwa watu wote. Alladhi manna Allah subhanahu wa ta'ala alayhi bimazaya faridatin, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha juu yake kwa vipambanuzi, vitu bora vyenye kusifiwa ambavyo ni vingi. Min baini kamali al-akhlaqi al-insaniya wal-qiyadati al-hakima wal-rahmati ash-shamilati lil-alamin, katika hayo mazuri ambayo amekirimiwa nayo mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ukamilifu wa tabia njema kabisa za kibinadamu. Lakini pia ametunukiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam uongozi bora uliojaa ufanisi na hikma. Lakini pia ametunikiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam arrahma ashamila, amepewa huruma na upole, huruma ambayo inawaenea walimwengu wote. Ajal ayuha nnasu ibadallah, ni kweli kabisa maneno haya ni ya sawa sawa, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam birrahmati wal-lin. Allah subhanahu wa ta'ala amemsifia mtume wake katika maeneo mbalimbali ndani ya Qur'an kwamba ni mtume wa rahma na ni mlaini kwa wafuasi wake, ni mlaini kwa wale wote ambao wanawalingania Uislamu. Qala Allah ta'ala, fabima rahmatin min Allah linta lahum, na kwa sababu ya rahma itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe Muhammad umekuwa ni mlaini kwao. Linta lahum, umekuwa ni mlaini kwa watu kwa sababu ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aya, bal Allah subhanahu wa ta'ala anamsifia tena mtume wake ndani ya Qur'an akisema, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Kwa hakika hasa amekujilieni nyinyi mtume atokanaye na nafsi zenu, ni mwanadamu mwenzenu, amezaliwa katika jamii inayofahamika na makuzi yake mmeyaona. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika hasa amekujilieni mtume atokanaye na nafsi zenu, azizun alayhi ma anittum, yanakuwa mazito juu yake yale mabaya ambayo yanakupateni mkifikwa na majanga na matatizo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaumia sana. Harisun alaikum,
huyo mtume huyo ni mwenye pupa juu yenu, ana bidii ya kuwafundisheni dini ili muongoke. Bilmu'minina raufur rahim, mtume huyu kwa waumini ni mpole alayhi salatu wassalam, na ni mwenye huruma nyingi. Wa hakadha jaa fi sunna, na kama hivyo yamekuja mafundisho katika sunna, annahu alayhi salatu wassalam, kwamba hakika yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana daima albushr sahla alkhuluq, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mwenye kudumu kwenye bashasha. Ukikutana naye na ukimuona ana uchangamfu na unyiritifu katika uso wake, lakini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mlaini wa tabia, ni mtu aliyekuwa anachukulika, hakuwa na tabia ngumu alayhi salatu wassalam. Bal wa huwa alayhi salatu wassalam mawsufun bisidqi wal amana, bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika tunu alizopewa na kwamba huyu ni mtu bora, ni kitu cha thamani, amesifiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ukweli na uaminifu. Urifa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina qaumihi qabla al-bi'thati wa ba'daha, alifahamika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina ya jamii yake ya Makka kabla ya kupewa utume na hata baada ya kupewa utume. Bisadiqil amin, alikuwa anafahamika kama mkweli muaminifu. Wakati wa jahiliya, watu wa jahiliya almushrikun walikuwa wanamjua Muhammad ni mtu mkweli, ni mtu muaminifu. Sifa hii ilipata nguvu ikakolea pale alipopewa dhamana na amana ya utume. Washirikina walikuwa wakiweka amana zao kwake, bali ilikuwa wakizozana baina yao, wanakuja kuhukumiana kwake kwa kuwa wanajua ni muaminifu na ni mkweli. Haki ya mtu haiwezi kupotea katika hukumu yake alayhi salatu wassalam. Bal wa huwa alayhi salatu wassalam mawsufun bitawadhu'i, bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesifiwa kwa sifa ya kujishusha, sifa ya unyenyekevu. Alikuwa akijiweka chini alayhi salatu wassalam. Fakana alayhi salam yajlisu ma'a alfuqara, mtume alayhi salam alikuwa akiketi na mafakiri. Wayahmilu ta'amahu binafsihi, bali akibeba chakula chake mwenyewe, akijipakulia mwenyewe na kubeba mwenyewe sahani ya chakula chake. Wayaqitu thawbahu wa ni'ala, na alikuwa akishona nguo yake na akishona viatu vyake alayhi salatu wassalam. Wayakhdimu fi mihnati ahlihi, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafanya utumishi kwenye kazi mbalimbali za watu wa nyumbani kwake, akiwasaidia wake zake na watumishi wake kazi za nyumbani. Bal huwa alayhi salatu wassalam, bali mtume huyu alayhi salatu wassalam mawsufun bil adli wal musawah, amesifiwa kwa uadilifu na usawa. La farqa inda baina ghaniyin wa faqirin, haikuwepo tofauti kwake yeye baina ya yule ghani tajiri katika Uislamu na baina ya fakiri au qawiyin wa dhaifin. Hapakuwa na tofauti mbele yake baina ya mwenye nguvu na yule mwenye udhaifu. Fannasu sawasiyatun inda amama shar'i llah, watu wote walikuwa sawa katika mtazamo wake alayhi salatu wassalam mbele ya sheria ya Allah. Sheria ya Allah kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haikuwa ikimpendelea yoyote, bali mara nyingine mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimwapia Allah kwenye utekelezaji wa sheria, akiwaambia masahaba, wallah law kanat Fatima saraqat laqata'tu yadaha, na apa kwa Allah, lau angelikuwa ni Fatima ameiba ningeukata mkono wake. Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anha. Bal ibadallah, fahuwa alayhi الصلاة والسلام
mausufun bilhilmi wassabr, ndio aliyesifiwa kwa busara na kwa subira ya hali ya juu. Tahammala aladha ashadida, Mtume alayhi salatu wassalam amevumilia udhia mkubwa fi sabili da'watihi, katika njia ya da'wa yake. Ameudhiwa, amekerwa, amedhihakiwa, ameumizwa, amejeruhiwa. Fasabara alayhi salatu wassalam fi sabili hadhihi da'wa, akasubiria Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika njia ya da'wa hii. Wa afa an khusumi, katika tabia zake na katika upole wake amewasamehe mara kadhaa wale watesi wake, wale wagomvi wake waliomfanyia ubaya. Alipowakamata na akawa juu yake akatangaza msamaha. Angalieni katika fathu Makka, lamma taghallaba ala almushrikin, angalieni katika ukombozi wa Makka, pindi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipo wateza nguvu washirikina akawashinda katika siku ya kukombolewa Makka, katika ule mwaka wa 8, washirikina wakatepeta, hawakuwa na hila ya kufanya. Mtume alayhi salatu wassalam aliingia Makka na jeshi kubwa, walipata uoga, hawakuweza kupigana kwa namna walivyoliangalia jeshi la Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume alipoingia Makka na baada ya kufanya tawafu katika al-Kaaba, washirikina walijiweka pembeni wakiwa wanyonge, na ndio wale wale waliomdhihaki wakamfukuza Makka, wamewaua masahaba zake, wamewapora mali zao. Yeye mwenyewe Mtume alayhi salam kaudhiwa na washirikina hawa udhia mkubwa. Akawatizama wale washirikina siku walioikomboa Makka, kisha anawaambia, madha tadhunnun anni fa'ilun bikum, nyinyi washirikina mnadhania mimi leo nitawafanya nini kwa yale ambayo mlitufanyia hapa Makka mpaka tukahama? Sasa leo tumeichukua Makka, rai yenu ikoje? Mnadhania mimi nitawafanyaje leo? Qalu karimun wa ibn karimin, wakasema wewe ni mkarimu, mtu muungwana na ni mtoto wa muungwana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume akawaambia, idhhabu fa antum at-tulaqa, nendeni zanuni, nyinyi mmeachwa huru. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na busara na alikuwa na upole wa hali ya juu. Fahuwa alayhi salatu wassalam aidan mausufun bilqiyadati alhakima, amesifiwa kwa uongozi wenye ufanisi. Alikuwa ni kiongozi barabara mwenye ufanisi katika uongozi wake. Istataa alayhi salatu wassalam bihikmatihi tauhid alqabaili almutanahira, aliweza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kupitia uongozi wake na hikma aliyokuwa nayo ya kiuongozi, alifanikiwa Mtume alayhi salatu wasalam kuyaleta pamoja makabila ambayo yalikuwa yakipigana kila uchao, bali wa irsaa daaimi dawlatin islamiyatin qawiya, bali alifanikiwa Mtume alayhi salatu wasalam kusimika mihimili ya dola ya Kiislamu iliyokuwa na nguvu Madina. Watu walikuwa kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qabailul arab, makabila ya Waarabu ni mamoja, watu wa Makka na hata watu wa Madina, wale Aus na Khazraj walikuwa wagomvi kweli kweli, wakipigana kwa sababu duni kabisa, magomvi ya ukabila, ubaguzi wa damu na rangi, vita baina ya wafugaji, wakiuana, wakiporana. Wenye nguvu ndio walikuwa na haki, wanyonge walikuwa hawana kitu. Makabila haya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyaunganisha pamoja kwa sababu ya Uislamu. Baada ya kuwa walikuwa ni maadui wakiuana, wakawa ni ndugu wanaopendana, wakipanga safu moja kwenye jihad kumshambulia adui yao kafiri mushrik. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliasisi daula islamia, serikali ya Kiislamu ndani ya Madina kwa misingi madhubuti, ikawa ndiyo chachu ya kueneza Uislamu katika anha aljazira alarabia, katika pambizo zote za jazira ya Kiarabu. Bali Uislamu ukatoka katika mipaka ya Arabu
ukaenda Afrika, ukaenda Ulaya na kila mahala, na mpaka leo sisi huku pembe ya dunia ni muslimun na atazu bihadha ad-din. Sisi ni waislamu, tunajisikia fakhri kwa kuwa ni waislamu. Kazi hii ameifanya kwa ufanisi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, enyi waja wa Allah, huyu mtume tunayemzungumza kwa hizi sifa chache alizokuwa nazo na nafasi yake na utu wake, mtume huyu riwaya nyingi zimekubaliana kwamba amezaliwa katika mwezi huu Rabiul Awwal, pamoja ya kwamba wameikhtilafiana almuwarrikhun wa ulama usiyar juu ya kuhaddid tarehe hasa aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna waliosema amezaliwa tarehe 12, wengine wakasema ni tarehe 9, wengine tarehe 17, na kuna kauli mbalimbali za khilafu, na kauli iliyokuwa mashuhuri ni tarehe 12 ya mwezi huu wa Rabiul Awwal. Bali wameafikiana ulama utarikh wa siyar kwamba alizaliwa alayhi salatu wassalam katika mwezi huu wa mfungo 6, mwezi wa Rabii ya kwanza. Kuhusu huu mwezi wamekubaliana maulama wetu wa sira kwamba ndio mwezi aliozaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah,